Karibu tena kwenye channel yetu ya Bill Online 255. Leo tukielekeza mada kuu, jinsi ya kupata pesa kwa kutumia AI. Watu wengi wanasema kwamba AI imepoteza ajira, ila leo nitaenda kuelekeza namna ya kupata pesa kupitia AI. Njia ya kwanza inaweza kuchangia kupata pesa kupitia AI ni kwa kuandika content mbalimbali kama pale Instagram, Facebook, TikTok. Unatumia AI kama ChatGPT au Gemini. Hapo inamaanishaje? Mfano pale Instagram unataka kutengeneza labda content za michezo au content za burudani, ila unafikiria caption. Ukiingia pale AI ukimuuliza jambo fulani, labda leo mechi ya Yanga labda imeisha, ila caption yani nzuri ambayo nitaiandika kwenye hiyo post, AI anakupa kabisa maelezo mazuri ya kuandika kwenye ile ambayo yatachangia content yako ipate engagement kubwa. Pia pale YouTube pale unataka labda uelezee content fulani, labda ya uchambue hii mechi ya Yanga, ila unafikiria utatumia maelezo gani kuelezea hii mechi ya Yanga, labda imeshinda 2-1 na Mtibwa labda au na Azam. Hapo unachokifanya unaingia pale YouTube, unaambia hebu nitengenezee maelezo mazuri ya kuelezea content fulani. Hii content itakuwa hivi na hivi. Gemini au ChatGPT atakuelezea maelezo yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na utatumia dakika ngapi, na maelezo ya mwanzo mpaka mwisho, maneno gani uyatumie mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo inamaanisha itakuwa rahisi wewe kuweza kutengeneza content kuanzia mwanzo mpaka mwisho na kwa mtiririko ambao uko sahihi. Kwa hiyo inamaanisha pale Instagram ukiwa una post, inamaanisha ukipata engagement kubwa, inamaanisha unaweza ukajikuta unapata matangazo ya makampuni mbalimbali, au pia unaweza ukaanzisha magrupu yako ya kubeti. Ukianzisha magrupu ya kubeti, inamaanisha watu wanalipa kiingilio kuingia kwenye magrupu yako kama ni content za michezo. Watu wengi walisema kwamba teknolojia ya AI ilivyoingia, watu wengi wanaenda kukosa ajira kama watu wa graphic design. Ila kiuhalisia AI ndio inarahisisha, hata kama mtu hujawahi kusomea mambo ya graphic design, uweze kutengeneza vitu vya graphic design kirahisi. Kwa sababu watu wengi pia hawajui labda kutumia hata hii AI kutengeneza graphic design yoyote, mfano poster au picha za mabango, vitu mbalimbali ambavyo vinahusika kwenye graphic design wengi hawajui. Ila kupitia hizi AI kama Leonardo AI, Midjourney na ChatGPT, unaweza kutengeneza vitu mbalimbali vya AI, mfano poster za matangazo au poster za birthday au cover za wasanii, logo. Ukiingia tu pale kwenye hizo AI unatengeneza kirahisi. Alafu pia kuna watu wengi wana picha za zamani, ila wanahitaji nini? Kuziboresha. Hawajui wanaziboreshaje. Wewe unaweza ukajikuta unapata pesa kupitia kuweza kuboresha. Ukiingia pale kwenye Gemini pale, unachukua hiyo picha ambayo imechoka, ukichukua unaandika maelezo, labda hii picha yangu imechoka, iboreshe, iongeze quality, ila ile hii sura ya picha husika ibaki vile. Gemini anakurahisishia inakuwa quality. Kwa hiyo uwe mteja ule mpata anataka picha yake iboreshwe, akikulipa hela yake unamtengenezea, unamtumia picha yako. Alafu pia watu wengi hawajui kubadilisha mazingira. Labda umempiga, kama labda wewe ni photographer, ukimpiga mtu picha, umeona ni changamoto labda kubadilisha background kutokana na hiyo picha, ila hizi AI zinaweza kubadilisha mazingira na ukamweka mazingira mengine. Au kuna wateja mbalimbali wanataka kubadilisha mazingira, ila kwenye Photoshop huwezi ukabadilisha background ile. Unaona kama inakuwa ngumu au itachukua muda kubadilisha background. Ukitumia hizi AI ni rahisi kubadilisha mazingira. Kwa hiyo unajikuta hapo unapata hela kirahisi. Huenda wewe ni mtu ambaye sauti yako labda unaona haiko vizuri kwenye mambo ya kuelezea, au bado hauna confidence ya kuelezea mambo mbalimbali. Kupitia AI unaweza ukajikuta unatengeneza pesa kupitia kuelezea vitu mbalimbali.
ila sauti yako utatumia sauti yako. Hapo inamaanisha labda ukiandaa script, maelezo, kila kitu, au kama umeshaandaa hiyo video umeirekodi ukakata vitu mbalimbali, ila au kuingiza sauti imekuwa changamoto. Kupitia AI unaweza ukaingiza sauti mbalimbali. Wewe unachokifanya unaenda una upload hiyo video yako, unaandaa maelezo kwamba labda kuanzia mwanzoni intro iwe hivi na mpaka mwishoni iwe hivi. Alafu pia unachagua mtu wa kueleza. Pale zinakuja saundi mbalimbali, labda unataka huyu anaelezea hivi, au saundi ya iko vizuri au iko vizuri. Kwa hiyo utaichagua. Kwa hiyo ukishaichagua inajitengeneza automatic, tayari unakuwa na audio yako ambayo inaelezea kwenye hiyo video yako ambayo wewe umeirekodi lakini haina sauti. Kwa hiyo hapo utapataje pesa? Inamaanisha labda umeandaa dokumenti fulani au umepata unataka kuielezea movie fulani ambayo imetoka hivi karibuni kwa ufupi, ila we hauna sauti nzuri. Kupitia AI itaenda kufanyia hiyo documentation ya hiyo movie yako au short clip yako ambayo unataka ielezewe. Kwa hiyo ikishaelezewa hapo unaenda unai-upload mfano TikTok au Instagram au YouTube pale. Kwa hiyo unajikuta unaweza ukapata hela kupitia hizo platform, au pia unapata matangazo mbalimbali. Njia nne ya kutengeneza pesa kupitia AI ni kwa kutengeneza video mbalimbali ambazo ni za kitofauti. Mfano najua katika kupita yako kwenye mitandao kama Instagram, Facebook au YouTube, ukitoa na clip mfano za nyani anapika au simba anapika au paka anaendesha baiskeli au anaenda kuokoa mtu, ushazikuta hizo video zinatengenezwa kupitia AI. Ziko AI mbalimbali. Ila bila hizo kuna CapCut, Canva. Ila pia ziko AI mbalimbali. Ukitengeneza hizo video, ukienda kuupload mfano kwa pale Instagram Reels au Facebook Reels au TikTok au YouTube pale kwenye short, inaonyesha wewe utapata engagement kubwa. Watu watakufollow mbalimbali, maisha pia utakuwa libo kwa kulipwa. Inaonyesha si account yako ni kubwa. Sasa hivi hizi platforms zinalipa, kwa hiyo unajikuta unapata pesa. Njia ya tano na ya mwisho kwa leo ni kutengeneza application na website. Kupitia AI unaweza kutengeneza application kirahisi. Mfano watu wa programming walikuwa wanateseka zamani kutengeneza nini? Kutengeneza application. Mpaka uanze kufikiria si hapa niweke kinyota, hapa niweke mbili, hapa niweke L. Ila kupitia AI mfano ChatGPT pale, unaweza kumwambia akutumie zile programu za AI za kutengeneza application. Akitumia unaelewa unaingiza kwenye zile platform ambazo zinatumika kutengeneza AI zile za programming. Ukiingiza ukikopi ukaenda kwa paste, kisha unatengeneza application yoyote unayoitaka. Mfano labda application za michezo, application za vitu mbalimbali. Kupitia hizo application unaweza ukafanyia monetization na hawa Google. Ukifanyia monetization unapata pesa. Mfano application mfano kama zile za status saver kama umeshaziona zinakuwa na matangazo. Kama umesha download application yote kule Play Store ikawa na matangazo, inamaanisha hawa watu walitengeneza application wakaiwekea matangazo. Inamaanisha ukiona ile matangazo yote yale unayoyakuta ile ni pesa. Alafu pia hii AI inaweza ikakutengenezea zile kodi za kutengeneza website, ukawa unatengenezea watu website. Kwa hiyo inamaanisha hapo utapata pesa.